ona amefanya Mungu, ona amefanya Mungu, ni yeye amefanya Mungu. Yes guys, mambo vipi? Bila shaka najua mzima wa afya hapo ulipo, lakini kikubwa napenda tumshukuru Mungu kwa pamoja. Na point ya msingi, kwa maana Mungu ametupa uzima wa afya na mpaka leo naweza kuonana na nyinyi, naweza kuzungumza tena na nyinyi. Mimi sitoacha kuzungumzia mambo ya msingi, kwa maana ya watu tusikate tamaa mpaka nione kabisa tumefanikiwa. Umeelewa? Yaani nikwambie kitu kimoja. Mtu mzuri ni yule anayekwambia ukweli kwamba bwana, 1 2 3 hiyo unafeli. Umeelewa? Fanya 1 2 3, hata kama maneno anayokuambia yanaumiza au yanataka kukutoa kwenye direction, kwa maana inawezekana ulikuwa umeshaanza kufanya jambo fulani la yeye, kwa sababu kumshirikisha it means ukutoa opinion. Of course kweli kwamba sio kila kitu unahitaji ushauri wa mtu. Sometimes it is better ukaanza mwenyewe alafu ushauri uje ufuate baadaye. Sasa inapotokea kwamba umeanza alafu watu wanakuona kabisa you are going in the wrong direction, uelekeo ambao sio sahihi, sio mbaya sana kuruhusu mawazo yao au opinions zao juu ya kile unachokifanya, na uweze kuchuja na kuchekecha kuona which one is the best katika hizo opinions ambazo wanazitoa. Kwa hiyo niseme tu kwamba kitu chochote tunachokifanya, jambo lolote tunalolifanya, iwe mchana iwe usiku, umeona bwana, jua liwake mvua inyeshe, tusikate tamaa na wala tusivunjike moyo. Kwa kweli nawaomba kabisa wale wapambanaji wenzangu, wale ambao bado wanajitafuta kama mimi, tusikate tamaa, tusivunjike moyo, kwa maana Mungu yupo pamoja nasi. Na mtu mmoja kama anaamini hilo ataweka comment hapo chini kwa kusema amen. Mimi nawapenda na nawatakia jioni njema. Bado tuendelee kupambana. 2026 huu ni mwaka wetu sote, na lazima tupambane mpaka kieleweke. Asanteni, goodbye.